Naam, ikiwa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshogi, na taarifa za leo bado tunaanza kutoka pale Marekani, mahali ambapo Wakenya ambao wanaishi pale wanaendelea kutoa hisia zao kuhusu azma ya aliyekuwa waziri wa zamani Daktari Fred Matiang'i kuwania urais mwaka wa 2027, wakisema kwamba watamuunga mkono, huku wale ambao pia wanatoka nyumbani mahali ambapo rais wa sasa anatoka wakisema kwamba wanafurahia na yale ambayo Daktari Fred Matiang'i aliyafanya wakati ambapo alikuwa anafanya kazi kwa serikali. Good guy. I think it's going. We don't need politicians anymore. We need somebody. We need something new. We don't want insanity. We cannot do the same thing over and over again and expect different results. So we need Matiang'i to change Kenya for better. Lakini nyinyi mko kwa serikali bana, na huoni maendeleo huko? Ni nini mbaya na wewe? What did you say? Can you repeat the question? No, I'm asking, you know, from where you come from. The majority of your people supports the current president. And I don't know why you... Mbona ni nini ile imekusukuma sana? Kwa sababu kuna jambo ambalo imekufanya unaangalia huyu Matiang'i unaona kama ni yeye, na ni sababu gani ile? I think even though he's from my area, I don't think a lot of people like him, because whenever we go to buy sugar, we are not if we are from Rift Valley, we are not getting cheaper than somebody from Nyanza. We are suffering the same as people from every other places. So there is no difference whether the president comes from my area or not. Na tukifika nchini Kenya ni kwamba viongozi wa kanisa la Kiadventista pia wamejitokeza wakishtumu serikali na vile maafisa ambao wanatumia nguvu kupita kiasi kuwakabili waandamanaji ama wananchi ama raia wa kawaida, wakisema kwamba wanafaa kuchukuliwa hatua kulingana na sheria. Hatuwezi tukafurahia mambo ambayo wakati mwingine tunaona ya mauaji kama la hili bunde kabisa la Ojwang, ambaye ni kijana tena mmoja tu katika familia. Ningependa tuwakumbushe viongozi wetu, kuanzia rais na wengine, ya kwamba ukipatiwa kazi ya uongozi, you are only a steward. Wewe unamwakilisha Mungu. Amekupatia viumbe wake mikononi mwako, uwachunge. Watu kusimama kwa ajili ya kuuliza serikali ili ipate kutoa haki kwa wale ambao wamedhulumiwa. Lakini tufanye hayo kwa njia ya amani. Kwa vile two wrongs will never make a right. Kwa hivyo na sisi tukienda tukiharibu mali ya wenzetu ambao wamechitoa na wametafuta kwa hali ngumu, hiyo pia sio vizuri kwa machoni pa Mungu. Tunayoyaona yanayoendelea katika nchi yetu ya Kenya, tunaomba amani, tunaomba usikilishano, tunaomba kusaidiana na kufanya kazi pamoja, na tukumbuke watu wote kwa ujumla. Na chama cha mawakili wakiongozwa na rais wao ambaye ni Faith Odhiambo amejitokeza na kuiraumu serikali kwa kile ambacho wanasema kwamba inaruhusu maafisa wake kutumia nguvu kupita kiasi kuwakabili raia wa kawaida. Faith Odhiambo amesema kwamba wale askari ambao wanatumika vibaya basi watakabiliana na sheria. Both the police and armed goons purporting to be a vigilante group defending Nairobi City. From the onset, we condemn the barbaric conduct of these militia-like groupings who are acting in concert with the police officers. We have received and reviewed multiple images of this rogue gang walking and working hand in hand with the police to harass citizens and deprive them of their rights. Na kwa upande mwingine ni kwamba wabunge wamejitokeza na kuwakashifu maafisa wa polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi kuwakabili raia wa kawaida. Hii ni baada ya kanda ya video kueneshwa katika mitandao ya kijamii kionyesha afisa mmoja wa polisi akimpiga risasi mchuzi wa mask pale Nairobi, jambo ambalo pia limezua katika mitandao ya kijamii. As a leader, either elected or appointed in any position of government, it is the right of Kenyans to give their voice about the conduct of your office.
They may criticize you because you are in a public office. It is despicable ya kwamba Mkenya anatoa malalamishi ati kurudisha mkono serikali inaondoa maisha ya huyo Mkenya. It is diabolical. It is. Na katika elimu ni kwamba waziri wa elimu ambaye ni Julius Migos Ogamba amewaonya walimu wakuu katika shule mbalimbali wanaobania kuongeza fedha ama karo shuleni, kusema kwamba watachukuliwa hatua kulingana na sheria wakipatikana. No principal is allowed to levy any extra amount of money that is not allowed or that is not in the policies of government. Those levies, as we've said before, are illegal, and the court was just affirming our position that no levies should be taxed by teachers, by principals to parents, because we give free education and we do capitation to all those institutions. Whichever head teacher or principal that is found to be levying any other cost that is not permitted. Na tukimalizia, maafisa wawili wa polisi walioonekana katika kanda ya video wakimpiga risasi mchuzi mmoja wa mask katika jiji la Nairobi wakati ambapo kulikuwa na maandamano hapo jana wamefikishwa katika mahakama na wanaendelea kuzuiliwa zaidi huko chunguzi ukiendelea. So yesterday our clients were arrested and they recorded statements with the DCI Homicide Division, whereby they recorded statements under inquiry, and they were booked here at Capitol Hill Police Station. They were given shorthand guns and also rubber bullets. So there is no single live ammunition that were fired by any police officer. Kimataifa ni kwamba pia mashambulizi yanaendelea kati ya nchi ya Iran na vile vile ile ya Israeli, wakati ambapo watu zaidi ya 300 wameuawa tayari. Ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia leo. Mimi ni Videlis Moshoge.